tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 1950, tumsikilize Warburg ambaye ni mmoja wa wanachama wa Illuminati, maneno aliyozungumza katika baraza la Senate ya Marekani. Mtaingia kwenye serikali moja ya dunia, muwe mnaitaka au hamuitaki, kwa maridhiano au kwa vita. Haya ndiyo maneno yake ya kwanza ambayo aliyazungumza. Lazima ulimwengu uhitimishwe kwa serikali moja ya dunia. Naam, huwezi kuwa na kijiji kimoja halafu ukawa na serikali mbili. Je, alipata wapi ujasiri wa kuongea kauli hiyo, na anamaanisha nini? Tayari tumefika kwenye utawala wa serikali moja, sheria zake zinaanza kufanya kazi. Tunaona na kusikia kinachoendelea duniani katika vikao vya wakuu wa Umoja wa Mataifa na katika serikali zote. Inaonekana wazi jinsi nguvu hii inavyozidi kujichukulia uthabiti katika kila nyanja ya maisha ya wakazi wa dunia. Dunia ina siku chache tu za amani. Wakati mambo yafuatayo yatakapofanyika kote duniani, itakuwa ndiyo kwa heri ya kutokuonana. Ndipo Yesu Kristo, yule aliyedharauliwa na kutupiwa kejeli, atashuka kwa kishindo na kutetemesha dunia, na hakuna atakayeweza kusimama mbele yake isipokuwa wale waliofuatana naye katika maisha yao kwa damu ya mwana kondoo. Lakini muda huu mfupi kabla ya ujio wake, sharti shetani atafanya mambo yafuatayo. Moja, katika jamii, mapenzi ya jinsia moja yatahalalishwa kisheria. Sheria itawataka wazazi kupeleka watoto shule kuanzia miaka 3, na ndoa zote lazima ziwe zimesajiliwa. Hili ni sharti namba 1. Ni lazima serikali ipitishe sheria ya ndoa za jinsia moja, na kila mtoto anapofikisha miaka 3 anatakiwa aende shule. 2, kila mwanadamu atatakiwa kuwa na serial number itakayomwezesha kutoa ama kupata huduma zote za kijamii. Kwa mfano, katika nchi yetu ya Tanzania, hii namba inaitwa jamii namba, wakati majirani zetu wa Kenya hii namba inaitwa huduma namba. Kila mmoja atapata huduma kulingana na hii serial namba, ambayo hii serial namba itakuwa na vitu vifuatavyo: NIDA, leseni ya gari, cheti chako cha kusafiria, cheti chako cha kuzaliwa, na kila kitu kitakuwa humu ndani. Bima ya afya na vitu vingine vitakuwa katika namba hii. Kadi hii kila mmoja anapaswa kuwa nayo. Haki za wanawake zitakuwa na sehemu kubwa kupita wakati wowote katika historia. Uhuru wa watoto ndani ya familia utakuwa wa kiwango cha juu. Chakula cha watu kitapangwa na serikali, tangu aina ya mbegu zinazotakiwa kupandwa mpaka aina ya unga unaotakiwa kuliwa. Vyote vitapangwa na serikali kwa amri kali. Mawasiliano, kutakuwa na kiwango kikubwa cha kupeleleza maisha ya watu kwa njia ya mawasiliano ya simu, internet, mtandao ya umeme, TV na luku. Lakini pia CCTV zitafungwa kila mahali: maofisini, mahospitalini, barabarani, katika vyombo vya usafiri, kwenye magari, ndege na vyombo vya majini. Mpaka kwenye vyombo vya usafiri, ndege zisizo na rubani, drone, zitatumika kufanya upelelezi na maisha na makazi ya watu na kulipua makazi ya mtu yeyote
atakayehisiwa vibaya, kurahisisha kazi ya kumdhibiti yeyote atakayedhaniwa kuwa kinyume na mpango wa serikali ya dunia. Kutakuwa na mitambo ya kudukua mawasiliano na faragha za raia kwa kutumia teknolojia kama simu, akaunti za benki, pamoja na vitambulisho vya uraia, luku, mita za maji na kadhalika. Vitakuwa na kazi kubwa na ya hatari sasa, hasa simu ya mkononi itavaa sura mbili, afisa usalama, na upande wa pili itakuwa na sura ya jambazi. Wakati unakuja nao upo ambapo simu ya mtu itageuka kuwa jambazi, luku yako ya umeme itakapokupeleleza kama askari kanzu. Ndipo ulimwengu mzima pamoja na wakazi wake kama tunda lililoiva utadondoka wenyewe mkononi mwa Illuminati. Kutakuwa na mauaji ya kimya kimya dhidi ya wale wote watakaoonekana kuwa kinyume na mpango wa serikali ya dunia na dini moja. Serikali au marais watapewa mamlaka ya kumkamata na kisha kumtia kizuizini mtu yeyote, kumfunga au kumnyonga pasipo hata kusikiliza mahakamani. Je, yeyote atakayehisiwa ama kudhaniwa kwamba yu kinyume na mpango wa serikali moja ya dunia, watu watapewa kesi nzito na majina ya kigaidi ili wauawe. Kutakuwa na kiwango kikubwa cha maafisa usalama katika kila dini. Wengine wataajiriwa kama wachungaji, wainjilisti, mapadre na mashehe kuhakikisha kwamba nyumba za ibada, wale walio kinyume na mafundisho ya kizazi kipya ya dini moja. Hivyo viongozi wa dini na mabaraza ya kidini watahusika kuwasaliti na kuwashtaki waumini wao wataonekana kutokubaliana na mafundisho hayo. Kazi ya ajira na uchumi. Serikali zitachukua udhibiti wa njia zote za uzalishaji mali, kilimo, uvuvi, ufugaji, biashara na kila aina ya ajira zitawekwa mkononi mwa serikali. Hata ajira ya viongozi wa dini itakuwa chini ya serikali. Jambo la kutisha ni kwamba wakuu wa vyama vya siri watatengeneza uhaba wa ajira duniani kote. Jambo hili litapelekea kuibuka kwa magenge ya wahuni na uhalifu usio wa kawaida. Lazima kuwe na ukosefu mkubwa wa ajira kote duniani. Hii itasaidia sana Illuminati katika kuchachua jamii, hasa kwenye miji mikubwa. Kutakuwa na anguko kubwa la uchumi wa dunia. Pesa za makaratasi zitakosa thamani ya kutumika. Badala yake itatambulishwa pesa mpya itakayotumika dunia nzima. Lazima kwanza itengenezwe mfululizo wa majanga ya dunia na mifumo itakayopelekea pesa ya makaratasi kukosa thamani, ili watu wahamie kwenye pesa za mitandao. Na hiki ndicho kinachoendelea leo hata katika nchi ya Tanzania. Tumemsikia rais wetu akitangaza kwamba tunaingia katika uchumi wa pesa ya mtandao. Pesa zitakazokuwa zinatumika si pesa hizi tulizozoea za kutunzwa mifukoni kwenye mabegi na nini, lakini zitakuwa ni pesa za mtandao. Na hii yote ni katika maandalizi ya kuifanya dunia iweze kuwa mahali pasipoweza kukalika. Na haya ndio mapinduzi ya dunia ambayo tunayaona yakija machoni petu. Kumiliki mali binafsi. Hakutakuwa na nafasi. Nyumba, viwanja, mashamba na wanyama wa kufugwa wote watatakiwa
kukatiwa leseni hata mbwa. Ni vitu vya ajabu sana katika ulimwengu wa leo, kwamba hata paka, hata mbwa akatiwe leseni, nyumba zikatiwe leseni, viwanja, magari, pikipiki, baiskeli vikatiwe leseni. Hapa ndiko tunakokwenda kufikia katika mapinduzi ya dunia. Na tunapokwenda kwenye mapinduzi ya dunia, ndugu zangu wapendwa, niwaambie kwamba ni muda wa kujiandaa, kwa sababu yule Yesu ambaye aliitwa ni muhuni, ni jambazi, sasa atakuwa anakuja. Wale ambao wanamtambua kama ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, tunapaswa kuweza kuziandaa familia zetu kwa ajili ya kumlaki anapokuja, maana yuko mlangoni. Kukata mti wako bila kuruhusiwa na serikali itakuwa ni dhambi zaidi ya kuua mtu. Kukata mti uliopanda wewe mwenyewe katika shamba lako, lakini bila kuruhusiwa na serikali, itakuwa zaidi ya kuua mtu. Kuvua samaki bila leseni itakuwa ni afadhali ukamatwe na bangi kulikoni kukutwa ukifanya tendo hilo. Biashara yote itasajiliwa, hata kutembeza kalanga itahitaji uwe na leseni. Nawapatia pole akina mama na kina baba na ndugu zetu ambao wanauza maji katika viroba, wanauza maji katika chupa ambazo wameokota ili kuweza kupata 50, 100, 200. Muda huo karibu unafikia mwisho. Maana hata swala la kuuza tu kalanga, kuuza ndizi kwenye sinia, kuuza machungwa, kuuza machenza, kuuza biashara ndogo ndogo kwenye vyombo vidogo na kuweka barabarani, hayo tunakwenda kuyasahau sio muda mrefu. Dini. Kutakuwa na dini moja itakayoletwa makanisani kimafumbo, mafumbo na mafundisho mapya. Ndipo wale watakaong'ang'ana na mafundisho ya zamani watafukuzwa makanisani na misikitini, na hatimaye kuhesabiwa kama waasi na wazushi. Makundi yote ya kidini lazima yasajiliwe, na wahubiri watapaswa kukatiwa leseni na serikali. Watakaokiuka agizo hili, magereza na manyongeo itakuwa ni halali yao. Haya mambo tumeshaanza kuyasikia. Nafikiri mmemsikia mchungaji Gwajima na kanisa lake likiwa limefungwa, limewekwa kwenye lockdown. Washiriki wake hawana sehemu ya kufanyia ibada, na hii ni kuingilia masuala ya ibada. Kuingilia masuala ya ibada kwa serikali ambayo imekuwa ikitangaza kwamba haina dini, huo ni uvunjifu wa sheria na haki za binadamu ya kuabudu. Swala la kuhubiria mtu Biblia hadharani litakuwa kinyume na sheria. Kila dhehebu litatakiwa kuwasajili waumini wake na kuwapa vitambulisho, kisha majina yote yatawekwa na kuhifadhiwa kwenye database ya serikali. Hii itasaidia kuwajua na kuwatia mbaloni waumini wasumbufu wasiokubaliana na mafundisho mapya makanisa, ili iwe rahisi kuwanyamazisha watu wasiojulikana watatumika kuua watu wengi. Tunakwenda kuhitimisha na serikali ya dunia haihepukiki. Ni kauli ya Jim Garrison, rais wa Gorbachev Foundation USA. Kuna kwenda kuwepo vita, ushurutishwaji na maridhiano. Hayo ndiyo sehemu ya kile kitakachohitajika vile tunavyokwenda kuanza ustaarabu wa kwanza wa dunia. Mfumo wa zamani wa kimaisha, kijamii na kidini utaondolewa wote taratibu, lakini kwa uhakika. Kipande kwa kipande kitaenguliwa kwa werevu na udanganyifu wa hali ya juu, kiasi kwamba wakazi wa dunia watashituka wakiwa wamechelewa. Ni wanasiasa wale tu watakaokuwa tayari
kutekeleza mambo hayo ndio watakaoshinda. Uchaguzi wa kuingia madarakani, viongozi watakaopingana na maagizo ya Umoja wa Mataifa watakutana na dhoruba kali. Lakini kama hilo halitoshi, kutakuwa na njaa kali, hususan katika maeneo yote yenye watu wengi. Ni njaa ambayo haitaletwa na Mungu kwa kukosa mvua, isipokuwa na Illuminati wakitumia majanga na njaa ambazo mpaka sasa wanaziandaa. Serikali zote duniani zitaongozwa kwa sura ya kikomunisti. Sheria zote zitakuwa ngumu juu ya wale watakaoonyesha kutokukubaliana na mipango hiyo. Mataifa yataamriwa kuchukua mikopo mikubwa ya kimaendeleo, hasa katika miundo mbinu ya usafirishaji, maji na nishati kwa mataifa maskini, ili kuleta usawa wa maendeleo na kufanya dunia yote kuwa rahisi kupitika. Lakini wakati huo wakiingia kwenye madeni makubwa kiasi kwamba serikali hazitaweza kujiendesha, na hatimaye zitazisalimisha chini ya wakuu wa Illuminati. Na hiki ndicho tunachokiona katika baadhi ya nchi hasa za Afrika. Zinachukua mikopo mingi, mikopo ya gharama kubwa na riba kubwa, na hatimaye huko mbele deni linakuwa kubwa la taifa. Mfano ni kama Kenya na nchi zingine. Deni ni kubwa la taifa, kulilipa ni ngumu, na kwa wakati huo sasa ndipo watakapojiandaa kuweza kurudisha ule utumwa wa mamboleo. Yaani wewe unakuwa huru katika nchi yako, lakini unamtumikia mtu mwingine. Kisha Papa wa Vatican ataamuru serikali zote zifutiwe madeni na zipewe msaada bure, ili kuutazamisha ulimwengu mzima kwake kama mtu mwema anayefaa kuiongoza dunia. Na hilo ndilo ambalo linaandaliwa. Kumbe haya mambo yote ya Illuminati, anayeandaliwa ni kiongozi fulani wa dini, anaitwa Papa. Na nchi nyingi za Afrika, nchi za Ulaya, Marekani na Asia zote zitasamehewa madeni yao, na hatimaye yeye ataonekana kama yeye ndiye kiongozi anayefaa kuweza kuiongoza dunia, na dunia itakuwa na kiongozi mmoja. Kumbuka nilivyoanza kusema, hauwezi kuwa na kijiji halafu kawa na serikali mbili. Kijiji ni kimoja lakini serikali ni mbili. Dunia inaandaa mtu mmoja ambaye atakuwa kiongozi. Katika Biblia, kitabu cha Mathayo 24, Mathayo 24 ni moja kati ya vitabu ambavyo ni muhimu sana, kila mmoja akipata nafasi avisome sana mara kwa mara. Tunakuta kuna maswali ambayo wanafunzi walimuuliza mwalimu wao, haya mambo atakuwa lini, na ni nini dalili ya kurudi kwako na ya mwisho wa dunia? Haya mambo ambayo nimeweza kuyasoma hapa yanakwenda kuangukia katika sura hii. Nitasoma mafungu machache halafu nitafasiri, na hapa nitakuwa nimemaliza somo hili. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, Mwalimu, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia,
lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Yesu anazungumza unabii wa ajabu sana katika kitabu hiki cha Mathayo 24. Wakati wanafunzi wanamwambia, mwalimu, angalia jinsi jengo la hekalu jinsi lilivyo. Yesu anamwambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe. Huu ni unabii mkubwa. Mwaka wa 70 baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, walikuja Warumi wakauvamia mji wa Yerusalemu, na lile hekalu ambalo walikuwa wamemuonyesha wanafunzi ndio lilikuwa la kwanza kuweza kuangamizwa, na liliangamizwa lilikuwa na watu wengi, mamilioni na mamilioni ya watu wa kike na wa kiume na watoto wakiwa wamejificha ndani ya hekalu. Lakini kwa sababu nabii ulikuwa umetimia, wengi waliweza kuangamia, lakini wale waliotambua wakati walikuwa wametoka ndani ya hekalu, walikuwa wameenda pembeni, wamejificha vichakani. Kabla Yesu hajaja, kanisa la Mungu na watu wake watakuwa wametoka katika makanisa mengi, watakuwa wametoka katika makanisa yao wanayoyapenda, na atakuwa wako pembeni. Lakini anasema wanafunzi wakaendelea kumuuliza, tuambie haya mambo atakuwa lini, nao ni dalili ya kuja kwake? Haya ambayo nimeyasoma ndizo dalili za kuja kwa Kristo. Pesa ya kimtandao ambayo haijawahi kuwepo, mali, mashamba, umepanda mti mpaka uruhusiwe na serikali kuweza kuvuna. Hayo yote yanaonyesha kwamba Yesu yuko mlangoni. Karibuni tena katika awamu ya pili ya somo litakaloendelea. Mungu aweze kuwabariki. Amina.